In a divine way, Bishop Ben Bahati mwenyewe akanichukua na akaniconnect kwa Rafton, akaambia Rafton shika huyu kijana umulee. I don't know why. Mpaka wa leo sikuwaelewa ni kwa nini Ben Bahati alinipeana kwa Rafton, akaambia Rafton make sure una mentor huyu kijana. Na Rafton akafanya ile justice, akanichukua akaanza kunilea. And this was the first time niliwahi cheza Citizen. Nika perform Citizen kwa TV interviews za Citizen, nikaenda kila mahali baada ya kutoa hii ngoma ambayo nilishirikisha Rafton. Twende kazi. JML anaingia kwa studio na Monsick. Hapo sasa Twende kazi. Ati nini? Chamye, chamye, chamye neba Jehova. Chamye, chamye, chamye neba Jehova. Kiwe ngongo ya mugisarwe. Amye. Hapo kwa chamye inamaanisha nini? Chamyet ni ngoma inazungumza kuhusu upendo. Chamyet ni upendo wa Yesu. Upendo wa Yesu. Chamyet neba Jehova, upendo wa Yesu. Tuendelee. Yes. Okay. Chamyet. 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 Kiwe ngongo ya mugisarwe. Oh, chamyet. Gongo baba, hey, awe gongo Jehova na nyu baba. Munda gimbogo nye baba, hey, komangena neole chamite baba. Wale kitu kuhusiana na hiyo chorus. Yani anza na kushukuru Mungu anza. Kwa sababu kama aingekuwa wewe sijui mahali ambapo ningekuwa. Yes. So ukianza wegun kongo baba, hey, awegun kongo Jehova na nyu baba, na kushukuru wewe Mungu wangu. Yes, kwa sababu kama munda gimogo nye baba, kwa sababu kama ingelikuwa wewe komangena ne oleta mite sijui penye ningekuwa. Right brother. Yes. Very right. Imeingia safi sana. So mbona ukaingia pale Lamster, ukarekodi wimbo, wimbo ikatoka ikafanya vizuri. Zaidi. Ilikupeleka sasa hii ndio sasa ilipigwa NTV, ilipigwa Citizen, ilipigwa KTN, ilipigwa kila big TV station. Nice. For I think half an year. Yes. Ilipigwa. Until 2015. Juzi tu. 2014 to 2015. It's almost 2 years. Yes. 2014 to 2015. Yes. Na unajua kama kawaida huku manyumbani kama Biblia usema inatandikwa tu. Inatwanga mpaka sasa hivi TBT. Sasa hivi imekuwa TBT basi 10 years down the line. How was the inspiration? I mean, how was the experience of you working with Rafton? It was the best experience. I still even desire to go back and work with him. Though sasa unajua Mungu naye anainua watu kabisa. Yes. I still desire to work with him. But hata bado tunaongea until date, na nilikuwa namwambia ikifika wakati fulani Mungu naye atatuleta. So from that one on 2016 nikafanya another big project sasa. Because sasa hapa nilianza kutransform nikakuja kwa Kalenjin. Sijui kama unapata hiyo transition. Na nongonezea ukasema like Rafton was the one who directed you to that direction. Exactly. Juu wakati tulikuwa tunapiga zile zingine nimevuma mbaya. Akaniuliza, yes, nimevuma kwa urban gospel. Akaniuliza, sasa kweli tunaona umesonga vizuri kwa hii urban gospel, unapiga vizuri. But je, ushafikiria kushikilia ile wasingisho? Akaniuliza swali moja, wasingisho watu huko Rift Valley, watu mnaongea lugha gani? Nikamwambia Kalenjin. Ushaifanya any Kalenjin song? So this Kongoi song is nilikuwa nishaifanyanga kama collab na jamaa fulani anaitwa Swazdam. Swazdam ambaye yuko Australia kwa sasa hivi. So tulikuwa tumeifanyanga hii ngoma, na ilikuwa mwisho huko chini kwa hiyo album, kwa sababu ilikuwa ni ngoma 10. Sasa nilikuwa nimeiweka huko mwisho. So Rafton ali take time for 2 weeks. Hata unakumbuka nilikaa zaidi ya wiki 2 huko Nairobi. So akawa ananiambia nataka nikusikize. I'm not in a hurry kukufanyia production. Juu si kazi yangu wakati nilipeanwa kwako na Ben Bahati, haikuwa kazi yangu nikuje nikufanyie production na urudi Eldoret. Niko hapa kukumenta. So nataka nisikize ngoma zako. Akaleta producers wangapi? 3.
akaleta wa kwanza, akaleta wa pili, akaleta wa tatu, na huyo wa tatu sasa wa mwisho ndio mwenye alifanya hii ngoma. Okay. Yeah. So wakati alikuwa anasikiza, alisikiza ngoma zote na akafika huko chini akasema nataka ufanye Kikale. Nikamwambia Rapton, sijui hata kurap Kikale, sijui kuimba Kikale. Akaniambia hapana. Akainsist na akasema tutafanya hiyo project. Na kusema ukweli, baada ya kufanya hii project ndio niliona the difference. Na at that time ni kusurprise, hakuna mtu ashaifanyanga rap ya Kikale. You are the in first, Kenya. You are the first person. I was the first person. Okay. Exactly. So because of time, maybe tutakuja siku nyingine tukwenda enough time ya kuongea. Yes. So nikaruka hapo, baada ya hapo sasa nimekuja transition, nikakuja nikafanya ngoma ya Tugul featuring Magi Saure. Tugul hiyo tena it's a Kale song. Yes. So acha tupige tu chorus kama inawezekana. Chorus labda yes, kwa sababu ya masaa. Wacha tupige hii chorus. Musikize ni vizuri. So that's where you are transiting. Yeah. You are transiting. So the response was absolutely fantastic because tukiangalia kwa hii ngoma, this is the only song ambayo iliniwinia award ya Rift Valley. Rift Valley Male Artist of the Year, and then ikanipatia Rift Valley collabo song of the year because huyu Magi Saure ambao mnamsikia hapa ni legend kwa she's one of the best female artists from Rift Valley. Exactly, and working at MOFM currently. Yes. So you can see that growth. So kwa wale wasanii ambao mnaibuka, mumeona at least mumesikiza hiyo live history kuanzia kwenda kwa first studio ambayo tulifanya kwa Kavote, tukatoka pale tukaenda LBDS kwa Ben Bahati, tukatafuta mentor ambaye alikuwa Bishop Ben Bahati. From Bishop Ben Bahati akanipeana kwa Rapton. Kutoka pale sasa nikaanza kuemerge kwenda solo sasa baada ya kugrow, tukafanya project kubwa sana na Magi Saure. Exactly. So in short, you are telling the young upcoming artists that they need a mentorship. Kabisa, mentorship. Somebody who can mentor them. Exactly. Mtu mwenye kwa hold mkono. Kabisa. Okay. So tumeacha umeenda kwa studio zote hizo. Niliona umefika mahali ukakaa chini ukafikiria let me now start my own label. Exactly. How did you start it? Kufanya label yangu. So baada ya kufanya hii production zote, baada ya kusonga juu kabisa, kutembea kwa mastudio, ilifika wakati ambao kuna ngoma ambayo nilitoa ambayo ilikuwa ni ya wedding ambayo ilikuwa inaitwa Karara Ntumdo. Wakati nilitoa hii ngoma, hiyo ngoma ulitoa kwa studio yako ama nyingine? Kwa studio ya mtu mwingine. So from audio to video, I think that was the last project ambayo nilifanya ngoma mingi nilifanya ngoma mingi na DJ Kaptula, nilikuja nikafanya mingi sana. Yes, zitaja mingi. So from kufanya hizo projects zilikuwa zinanipea weight fulani, kwa sababu unajua watu wanatamani kukuona unatoa ngoma baada ya ngoma, watu wanatamani kukuona unatoa project baada ya project, but they don't understand the weight you encounter by doing this production. It is very costly. It is very costly. So usanii si cheap vile. Uwezi toka leo unakavuma leo unakawa uko juu. The more unaenda juu, the grace goes higher, and the bigger the production you want to do. The quality of production, the video to the audio to everything, the writing of the song, the writing
writing of the song, the content inakuwa higher because the graces rises higher and people want to expect quality things from you. Yeah. So wakati nilifanya hii ngoma ambayo ni Karara Ntumdo, nilitumia over 60,000. You understand? That expensive. So kwa ule msanii ambaye muziki hailipi na nini na kujituma, unakuta hiyo pesa ni mingi. Yes. Tukienda hata kwa ngoma kama Tuguli ilikula karibu 40 kwa sababu ilikuwa ni after sponsors have chipped in. Kama ilikula 40k. So kuenda kwa hii ya wedding, kuhire wedding gown, kufanya nini, kuhire actors, kufanya nini, it costed over 60 to 70,000. So after that project nikasema hapana, wacha ni pause. Nikapost kidogo. So kupost kidogo haikumaanisha kwamba nilikuwa nimeacha muziki. Watu wengi walikuwa wanakuja wananiambia umeacha muziki. Nilipost like 5 years ama sijui kwa miaka ngapi. Sikutoa ngoma from 2018 to 2024. Those are almost 5 years. Yes, 5 years. 5 years. 5 years. 5 to 6 years. 5 to 6 years. Nilipost muziki. Kupost muziki watu wakalalamika sana, lakini mimi nilijiambia nitapost muziki until nifungue my own record label. So that was a vision. It was a dream. It was a dream. Nikasema nitajikaza, nitafanya kila kitu mpaka ni fungue my own record label. Na nika research kutoka kwa watu. Pia kufungua studio si kufungua tu bure. Nilitafuta mentor wangu na nikamwambia nitafunguaje studio, nitafanyaje hii, ninahitaji nini, ninafanya nini ndio nifungue my own music record label. So nikakuja sasa nikapata, Mungu naye akanipatia jina, nikatafuta jina nikaita Sengech Records. And then kando na hiyo nilifanya vitu mingi by the way, nimesahau. Nilifungua pia kampuni yangu ya Sengech Events ambao ina deal na events kama ina deal na events. So nikanunua speakers, nikafungua decoration. Yani it's a company. Nikafungua company yangu. Nikasema hizi pesa nawekanga ku produce video na audio, acha wacha ni invest kwa kampuni. Ukajiandika kwanza. Nikajiandika, which is very nice. Yes, nikafungua kampuni yangu ya Sengech Events. Baadaye sasa nikakuja nikafungua studio record label yangu ambayo ni Sengech Records. And then now sasa by that year of 2023 ningekuwa nimesharudi industry, lakini sikuwa nimepata vitu equipments ambazo zinastahili kwa studio, zina meet standard ya studio. Yes, so 2024 nikarudi sasa kwa industry. Nikatoa my first song ambayo ni Yale Umetenda. Ilitolewa hiyo ambao hiyo tuliingia nayo hiyo. Yes. The first song. Yes, Yale Umetenda baba na utatenda. Hapana, ile ni tuliingia nayo ilikuwa ni Neema Inatosha. So that was in fact that was the last I think that was the last song 4 years ago. Kumbe nimesahau. That was the last song 4 years ago. And then sasa that was on 2019. Yes, before my dad passed on 2020. Yes, on 2019. And then now on 2020 sasa, so it's a period of 4 years exactly. 4 years. Yes. So nikakuja nikatoa sasa Yale Umetenda ambao nimefanyia kwa studio yangu. Sijui kama utasikiza. Acha tusikize hiyo kidogo. Acha tusikize, yes. Kwa chorus pia. Yes. So this was the first song you did it from my studio. Your own label. Yes. Yes. It's 2024. So kurudi tena tuonyeshe Yale umetenda baba na utatenda baba, yote ni makuu baba, ni makuu baba. Yale umetenda baba na utatenda baba, yote ni makuu baba, ni makuu. Nice. So you Thank see, you so much. It was a whole journey from way back where Jamel's the name got born up to where the studio now is imezaliwa.
kabisa. It was a whole journey kabisa. So what can you say, like maybe can you umepitia the challenges, main challenges in music, leave alone the studio in music? Kitu ambacho naweza ambia watu, kwa wale watu mnaniona pale TikTok, kwa wale watu ambao mnaniona pale YouTube, kwa wale watu ambao mnaniona anywhere kama ni Facebook, I can tell you this, that music is a journey. Kwa wale watu ambao niliwahi sikia akina Kleptomaniacs akiambia watu bwana, ili uweze kupenya lazima ujipe miaka 8. Hawako wanadanganya. Lazima ujipe miaka 8. Lazima ujipe miaka 8. So ukiangalia kama mimi wakati nilipose, twende tu hapo kwa baada ya kutoa ile ngoma ambayo ili cost over 60,000 and then Karara Ntundo, and then nikasema wacha ni pause kidogo ili niweze kurudi. And then nikakuja nikatoa tu ile ngoma ambayo Mungu alinipatia. Unajua mimi nakuanga napatanga vision sana. Kuna hii ngoma ambayo yes, Neema Inatosha. Neema Inatosha ilikuwa after nimeshafungua kampuni yangu ya Sengechi Events. Naye nikasikia Mungu ananiambia si Neema Inatosha. Neema Inatosha. Kama umefungua kampuni na ina work na unapata invitation kwa events and everything. Mungu akaniambia Neema Inatosha. Ndio nikatoa hiyo as a testimony. And then from there nikawa sasa nimepost. Mpaka sasa hapa unaona hapa yale umetenda. It's a testimony also. Naambia Mungu umenifungulia studio, umenipa studio, so yale umetenda baba ni makuu na yale utatenda bado ni makuu. So those were the challenges you ulipitia. Challenges zenye nilipitia. We are looking at the challenges. Exactly. So hizi ni challenges ambazo nilipitia changamoto mengi, pressure ya watu ku request ngoma, tupatie. And then challenges ya pesa, kupata pesa ili uweze kufungua ku set up studio kai. Kuna shida ya pesa. Exactly. Ku set up studio kai unahitaji above 350k ufungue tu studio. So unaona hizo ni pesa mingi. Challenge. Na ni kitu gani ukikaa kwa meza hivi ukiangalia unaona kweli ni muziki imeendetea hii? Mingi ndugu yangu, mingi. Muziki ndio imeleta kampuni ya Sengechi Events. Muziki ndio imeleta kampuni ya Sengechi Events na Sengechi Records. Na hiyo kufungua tu kampuni peke yake wewe mwenye unaona pale it's not less than 500,000. Nusu milioni? Umesikia ndugu yangu? 500,000. Sijui na muziki yako unaifanyia nini wewe? Exactly. Wewe na talent yako unaifanyia kampuni ambayo unaweza kuana. Yes. Through music amemanage kufungua kampuni ya events. Yes. Ambayo ina cost not less than 500,000. That's $500,000. $500,000. Not less. Na juu imeendelea ku grow. So ilikuwa kickstart ni 500k. And then kutoka hapo sasa ndio nikakuja nikafungua sasa studio. The record label tumesema kickstart yake it was about 350k. 350,000. Yes. Kickstart. Hiyo ni unaelekea investment yako ya 1 as we speak right now currently ni kama $500,000 pia. Exactly. So it is almost a 1 million your investment. Yes. Sinio hiyo sasa, sinio 1 million. Na si jokes by the saka unaona ni mchezo tunapiga panganga ya show off ya TikTok ama ya show off ya TikTok, show off ya YouTube ama show off ya Facebook. No. Tembea Sengechi Records. Kuja ona Sengechi Events. Kuja speakers zenye ziko huko. Waambie how it looks like. And you will know I think also before you leave here Mr. Director, don't forget to capture the scene. I'll show them. I'll show them the place. Yes, so that they know that it is a fact. It's a fact. Si panganga za YouTube ama ya kutafuta views. So wewe msanii, muziki inalipa. Yes, ukijipanga, ukiweka mind yako, ukistay focused, ukifocus kwa yale vitu ambao unatamani na unataka, Mungu atakupa. Acha raha.